kutumia mifano halisi ya kitaifa inayotokea katika taifa letu wanapokuwa wanafundisha. Athari ya hofu ya kujidhibiti, walimu wengi watakuwa wanachukua ile inaitwa self censorship. Watakuwa wanajidhibiti, wataacha kufanya majukumu yao kwa sababu hawajui ni nini kitatokea pale ambapo watakuwa wametumia mifano halisi wanapokuwa wanafundisha madarasani. Lakini changamoto tunayoiona nyingine ni kwamba vyuo vingi vya Tanzania havina sera ambazo zinalinda uhuru wa taaluma kama ilivyo vyuo vingine nilivyovitaja. Kwa hiyo nayo ni changamoto. Kwa pengo hili linamwacha mwanataaluma binafsi ajitegemee zaidi katika ulinzi wake na usalama wake. Hatujaona kabisa taasisi zingine za elimu zikiingilia swala hili kwa sababu hatuna mifumo na sera. Athari katika ubora wa elimu na maendeleo. Vikwazo dhidi ya uhuru wa kitaaluma hudhoofisha ubora wa elimu ya juu kwa kupunguza uhuru wa kufundisha, kufanya utafiti, kujadiliana masuala ya umma. Wahadhiri wanapohofia kukamatwa, kufukuzwa kazi, kuhamishwa kazi, vitisho au mashtaka kutokana na kazi halali ya kitaaluma, hunyamaza na kuepuka kufanya tafiti pamoja na mambo mengine yote katika taifa letu. Hali hii hupunguza ubora wa elimu, ufumbuzi, tafiti, kusaidia sera na uwezo wa vyuo vikuu kuchangia katika maendeleo ya kisayansi, kijamii na kiuchumi hapa nchini. Pia hudhoofisha ushirikiano wa kimataifa baina ya taasisi zetu za kitaaluma pamoja na vyuo vikuu vingine duniani. THRC inasisitiza kuwa kulinda uhuru wa kitaaluma hakumaanishi kuruhusu uhalifu. Kuna maanisha kuhakikisha kuwa sheria hususan za ugaidi zinatumika pale tu ambapo ushahidi wa kutosha unadhibitika, na si kama chombo cha kudhibiti mawazo, ukosoaji, mjadala kitaaluma, kulinda uhuru wa misingi ya ubora wa elimu ya juu, utawala wa sheria na maendeleo endelevu. Madhara mengine ni kupungua kwa ushiriki wa wanazuoni katika masuala ya haki za binadamu, maendeleo ya taifa pamoja na utawala bora. Madhara mengine makubwa tutakayoyaona ni kwamba hakutakuwa tena na wanaadhiri au wanataaluma, wanazuoni ambao watakuwa wanathubutu kushiriki katika mambo makubwa ya kitaifa. Kwa mfano masuala ya haki za binadamu, utetezi wa haki za binadamu, kukosoa masuala ya utawala bora na pamoja na masuala ya demokrasia kama ilivyokuwa hivyo awali. Kwa hiyo THRC inaamini kuwa wanazuoni ni nguzo muhimu katika kulinda au kukuza mijadala ya kitaifa, kutoa mawazo huru wa masuala ya umma, kusimamia maadili ya haki, uwajibikaji na utawala bora nchini. Kama nilivyosema, historia inaonyesha jinsi gani Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa mfano ilivyokuwa chemchemu ya mabadiliko ya kisiasa, kijamii na kiuchumi hapa Tanzania. Viongozi wetu wakubwa walikuwa wanakwenda kwenye mijadala kama hiyo, watu walikuwa wanafanya tafiti, mifano halisi ilikuwa inatumika sisi tuliosoma Chuo Kikuu darasani wakati tunasoma na kuweza kuelewa dhana halisi ya utawala bora katika taifa letu. Wito wetu sasa kama THRC inapendekeza mapitio huru yafanyike haraka iwezekanavyo dhidi ya kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili Bwana Kaijage, kesi ya ugaidi. Mapitio yafanyike, lakini tunashauri baada ya kufanya mapitio hayo kesi hiyo ifutwe, kwani haina maslahi kwa umma na badala yake ina madhara makubwa sana katika uhuru wa kitaaluma hapa nchini na ubora wa elimu yetu hapa nchini. Kwa hiyo tunashauri mafanyike mapitio kwa sababu DPP anafahamu utaratibu, mapitio yafanyike, kiwezekana kesi hii iondolewe kwa ajili ya kulinda uhuru wa kitaaluma hapa nchini. Jambo la pili, jeshi la polisi liweke wazi tuhuma dhidi ya wale wengine wawili wanaoshikiliwa, Bwana Johaven pamoja na mwenzake Bwana Titus, au kuwaachia kwa dhamana au kuwapeleka mahakamani, kwa sababu mpaka sasa hivi haijulikani wameshikiliwa kwa sababu gani. THRC pia inasisitiza kuwa ni vyema mamlaka za uchunguzi na mashtaka kutotumia sheria za kuzuia ugaidi au sheria zingine za jinai dhidi ya ufundishaji, utafiti, ukosoaji au mijadala ya kitaaluma bila ushahidi madhubuti wa vitendo au tishio mahususi kusudi mahususi linalokidhi kifungu cha 4 cha sheria hiyo. THRC inashauri Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania na Mamlaka ya Vyuo Vikuu kuandaa na kutekeleza sera za uhuru wa kitaaluma. Kama nilivyosema, vyuo vingi havina. Kwa hiyo tunashauri waandae sera na uhuru wa kitaaluma na kulinda uhuru wa kitaaluma, uhuru wa kujieleza, kutoa msaada kwa waadhiri na wanafunzi
wanaokabiliwa na hatua za kisheria kutokana na kazi halali za kitaaluma, na kuweka taratibu za kushughulikia ufuatiliaji wa siri na uingiliaji holela wa vyombo vya dola na ukamataji ndani ya vyuo vyao. Vyuo viwe na uchungu na wivu wa kazi zao za kitaaluma. Vitengeneze sera mahususi, vihakikishe kwamba walimu na waadhiri katika vyuo vyao hawaingiliwi ovyo. Na hii sasa lionekane kwamba ni swala lazima la elimu hapa Tanzania, ikiwemo wizara yetu ya elimu na taasisi zote za elimu hapa nchini. THRC inavihimiza vyuo vikuu nchini kuimarisha uhuru wa kitaasisi, kulinda tofauti ya mawazo na mijadala ya wazi, na kuanzisha mifumo salama ya kuripoti vitisho, udhibiti wa maudhui yanayofundishwa, uonevu wa kulipiza kisasi kwa sababu ya ufundishaji, utafiti na maoni ya kitaaluma. Mwisho, THRC inatoa wito kwa Mahakama ya Tanzania kusikiliza mashauri haya ya jinai kwa haraka, yasiyokuwa na dhamana, na kuyafutilia mbali pale ambapo mtuhumiwa anafunguliwa kesi bila upelelezi kukamilika, na kutoa nafuu zenye ufanisi pale ambapo haki za kikatiba, taratibu za kisheria zimekiukwa. Mahakama ina mamlaka hayo kuona kwamba watu wanaletwa katika mahakama wakati wale waliowaleta watu hao hawajajiandaa, hawajafanya upelelezi. Wana mamlaka ya kuziondoa zile kesi kwa kuwa waendesha mashtaka au wote waliohusika katika kuwakamata na kuwaleta mahakamani hawana ushahidi wowote, hawakujiandaa na hawakufanya upelelezi. Kwa ufupi, ndugu wa Tanzania, tunachotaka kusema ni kwamba sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunathamini kabisa uhuru wa vyuo vikuu na wanataaluma na wanazuoni katika kujenga taifa ambalo linaheshimu msingi wa utawala bora, linaheshimu masuala ya haki za binadamu. Vyuo vikuu ndio chemchemi ya maarifa kwa Watanzania wote. Kwa hiyo tusiruhusu vyuo vyetu vikaingiliwa, tusiruhusu uhuru wa vyuo vyetu ukaingiliwa, kwa sababu madhara yake ni makubwa sana katika mfumo wetu wa elimu, madhara yake ni makubwa sana katika vizazi vyote vinavyokuja. Tutakuwa na elimu ambayo inaweza kutengeneza watu ambao wanaweza kuwa ni mahiri sana katika taifa lao, watu wenye uelewa mambo ya msingi katika taifa lao, watu wenye uwezo wa kuhoji. Hatutakuwa na Tanzania ambao wameandaliwa vizuri kuelewa namna bora ya kuweza kuendesha Tanzania kwa maslahi ya Watanzania na maendeleo yetu yote kwa ujumla. Asante. Nimaliza.